Habari rafiki, karibu sana kwenye kipindi kizuri cha afya kwa lugha ya Kiswahili. Mimi naitwa Dr. Rafiki. Sasa nimekuwa nikipata maswali mengi na watu wengi wamekuwa wakinisumbua kuhusiana na dawa ya Cypro-B Plus, lakini pamoja na kuelezea na kuwafahamisha watu wengi kuwa dawa hii haina lengo la kuongeza unene, lengo lake ni kuongeza hamu ya kula, lakini still bado watu wanaendelea kuuliza. Sasa hebu leo ni jaribu kuweka vizuri kuhusiana na dawa hii ya Cypro-B Plus na madhara yake ambayo ukiitumia kwa muda mrefu, kwa sababu wengi ambao wanaitumia dawa hii kwa kuongeza unene mara nyingi obvious wanaitumia kwa muda mrefu zaidi. Sasa naomba unisikize kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii, lakini kama bado hujasubscribe channel yetu ya Dr. Rafiki, hakikisha umesubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zote za afya tunazozea kila siku kwa lugha ya Kiswahili. Sasa dawa hii ya Cypro-B Plus kama nilivyoelezea awali kwenye video zilizoisha, ina dawa mbili ndani yake ambayo ni cyproheptadine hydrochloride na vitamini B complex. Sasa ambayo inaongezaga hamu ya kula ni cyproheptadine ambayo kuna baadhi ya ambayo hii pia inafahamika kwa majina mengine kama Abito, kwa baadhi ya majina ambayo inatumika kuuziwa kwenye maduka ya dawa. Sasa hii dawa mara nyingi huwa ni dawa ambazo zinatoka kwenye kundi la dawa linaloitwa antihistamine, hasa kizazi cha kwanza, na mara nyingi kizazi cha kwanza cha antihistamine huwa kinaleta sana usingizi. Kwa madhara ya kwanza au mauzi ambayo yatatokea kwa mtu ambaye anatumia dawa hii hasa kwa muda mrefu, atakuwa anapata usingizi mno, na mara nyingi mtu ambaye anatumia dawa hii atakuwa analala sana, na sasa hata mchana utakuwa unalala. Sasa hii itakuwa asili pia hata kwenye shughuli zako za kila siku, na wengi shughuli zetu wakati tunazifanya mchana. Kwa hiyo ukiwa unatumia dawa hii kwa muda mrefu utajikuta unalala sana kupitiliza, hasa wale watu ambao wana lengo la kuongeza uzito kwa kutumia dawa hii. Lakini pia madhara ya pili ya kutumia dawa hii kwa muda mrefu, hii dawa ina tabia kuongezea hamu ya kula ambayo ni ya kiwango cha juu zaidi. Kwa hiyo utajikuta unakula sana kuliko kiwango cha kawaida, na hiyo itakupelekea kuongezeka uzito, na uzito huo ukiongezeka zaidi unaweza ukapata kwa kitaalamu tunaita obesity, yani ni uzito uliopitiliza kiasi, na ukiwa na hali hiyo unaweza kukaribisha magonjwa nyemelezi kama pressure, kisukari, lakini pia na magonjwa ya moyo, kwa sababu uzito uliopitiliza ni rafiki kwa magonjwa yasiyoambukizwa kama pressure, magonjwa ya moyo na kisukari. Kwa hiyo dawa hii kweli wengi wanapenda kwa sababu inaongezea hamu ya kula, lakini sasa changamoto yake itakufanya ule zaidi na utaongezeka uzito, na ule uzito utakuwa sio wa afya ambao baadaye utakuja kukusumbua. Lakini pia madhara mengine ni inaweza kusababishia kuchoka na kupata kizunguzungu, na hasa kwa watu ambao wanaitumia kwa muda mrefu inaweza kupelekea hali ya kujisikia kuchoka zaidi, na unaweza kujisikia muda mwingine unaishiwa nguvu na usiweze hata pia kufanya kazi zako za kila siku. Lakini sasa kuna baadhi wanaweza kupata shida ya kupata choo kigumu, lakini wengine pia pressure inaweza kuwa inashuka. Lakini pia dawa hii kwa sababu ikitumika kwa muda mrefu inaweza pia kuathiri ini, kwa sababu kuna kiwango husika ambacho ini inahitaji kupambana au kukikabili kulingana na dawa husika. Sasa kinapokuwa kinazidi kadri siku na siku inavyoendelea, baadaye ini itashindwa kukabili hicho kiwango, baadaye sasa mtu anaweza kupata changamoto za kwenye ini. Sasa haya ni baadhi ya madhara ambayo ukitumia dawa hii ya Cypro-B Plus kwa muda mrefu unaweza ukayapata. Niseme kitu kimoja, dawa hii mara nyingi inawafaa watu ambao wana changamoto ya kupata hamu ya kula, na mara nyingi hamu ya kula ikikaa vizuri inakubidi uendelee na hali yako ya kawaida. Kama unahitaji kuongeza unene, ni vizuri kuzingatia lishe kamili, kula protini, kula wanga kiasi na vyakula vyenye mafuta kiasi na matunda na kufanya mazoezi. Hapo utaongeza
uzito ambao ni salama kwa afya yako. Lakini ukitarget dawa hii ikusababishie kuongeza uzito, hiyo inakuwa si salama kwako. Lakini dawa hii itumike tu pale ambapo mtu ana changamoto ya upotevu wa hamu ya kula, na hii dawa isitumike bila ushauri wa daktari, kwa sababu daktari yeye ndio atakuangalia na atakuona na atakwambia kwamba kwa kesi hii basi wewe unabidi utumie Cypo-B+. Kwa hiyo matumizi ya lengo la kuongeza unene si salama kwa afya yako kwa kutumia dawa hii. Nikushukuru sana. Kama una swali jingine au kama utakuwa na jambo lolote unahitaji tulifanyie maelekezo au tulielezee, karibu sana. Unaweza comment hapo kwenye sehemu ya comment, lakini hakikisha usubscribe na kutufollow katika mitandao yote ya kijamii kwa jina la Dr. Rafiki. Dr. Rafiki, tunasema huduma bora ya afya karibu yako.